hii tabia sasa hivi ya wadada anapokuwa mjamzito, unaona anapiga picha, analishika lile tumbo kabisa kwa namna ya kuonekana, alafu analiposti mtandaoni. Kwenye hii mitandao kuna mawakala wa kuzimu vibaya mno. Yaani hii mitandao ni vitu vya hatari sana, mitandao ikitumika kwa namna isivyo sawa sawa. Sababu kwenye mitandao tunakutana na watu tofauti tofauti, na wengine sio watu, wengine ni mawakala wa shetani. Kumbuka ninaposema mawakala wa shetani wako makundi mawili. Kundi la kwanza ni mawakala roho, yani ambao ni majini, mapepo, vitu vya namna hiyo. Lakini kuna mawakala ambao ni mwili, kwa maana ya wachawi, waganga na vitu kama hivyo. Unapochukua mtoto alafu wewe unaenda kumposti kwenye mtandao, maana yake unamuinulia vita yule mtoto tangu akiwa tumboni. Anaanza kupigana vita tangu akiwa tumboni. Wakati wewe unayeposti hilo tumbo mtandaoni hata uombagi. Wewe mwenyewe unayeposti hilo tumbo huna neno ndani yako. Unayeposti huyo mtoto hauna ibada za kueleweka. Maisha yako ni kama tu mpagani. Lakini leo unachukua mimba unaenda unaiposti mtandaoni. Hujui madhara unayoyasababisha kwa huyo mtoto. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kuzaa mtoto wewe mwenyewe unakuwa umuelewi mtoto uliyemzaa. Kuna vitu haviko sawa. Kwa nini? Mtoto alianza kukutana na mishare tangu akiwa tumboni, kwa sababu wewe umempeleka kwenye mitandao humo. Yaani mtoto anaanza vita tangu akiwa tumboni. Matokeo yake mtoto anakuja kutoka pengine na changamoto za kimaumbile na nini. Wewe unasema Mungu, lakini wakati mwingine sio Mungu, ni wewe ulimpeleka mtoto kwenye uwanja wa vita kabla ya wakati wake. Kwa nini usimwache atakapokuwa mtu mzima ataenda mwenyewe kwenye mitandao? Mnakuwa na haraka gani ya kupeleka watoto kwenye mitandao? Na wewe uliompa mimba huyo dada, unamruhusuje huyo dada anapiga picha mimba anaipeleka mtandaoni? Alafu kesho na kesho kutwa yanapotokea matatizo mnaanza kusema mapenzi ya Mungu. Kuna vitu sio mapenzi ya Mungu. That is why maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Biblia haisemi wanaangamia, wanaangamizwa. Manake kuna anayekuangamiza unapokuwa mjinga, unapokosa kuwa na maarifa. Mimba ni ya kwako, mtoto ni wa kwako, si ukae nayo. Kwani wewe mtoto unamzalia nani? Si mtoto ni wa kwako, unampelekea nani mtandaoni? Acheni huo ujinga. Mtasababisha kuzaa watoto wenye matatizo mengi sana kwa sababu ya kuanza kuwaposti tangu akiwa tumboni. Na wakati mwingine unaweza kufanya mtoto apitie mambo magumu sana kwenye maisha yake kwa sababu ya kumposti mtandaoni tangu akiwa tumboni. Acheni hizo tabia, ni ujinga. Wala hiyo haitokani na Mungu. Ni ujinga tu. Kuna vitu mnafikiri ni ukisasa. Acheni mambo ya kijinga hayo. Acheni mambo ya kitoto hayo. Yaani hii mambo ya kwenda na wakati na wapeleka vibaya sana. Alafu kesho ukishakuwa na matatizo unaanza kumlaumu Mungu, unaanza kusema watumishi niombeeni, ulipokuwa